Andika Mathayo 11:28 hadi 30. Somo ambalo tumepewa dunia nzima. Hapo tunaandika haraka tu. Mathayo 11:28 mpaka 30. Neno kula dunia. Neno kula dunia. Moja. Tutaandika mambo manne basi. Tumemaliza. Ninafanya kwa summary. Sababu muda umeenda. Moja. Ninyi nyote. Andika kwa herufi kubwa. Moja, alafu andika herufi kubwa. Ninyi nyote. Ninyi nyote. Kwani hamwelewi hilo neno jamani? Ninyi alafu andika kila mtu ni mwombaji pamoja na mimi. Kila mtu ni mwombaji pamoja na mimi. Kila mtu ni mwombaji pamoja na mimi. Tuko pamoja? Sawa? Alafu andika usitegemee kuombewa. Sio kwamba usiombewe, usitegemee. Hiyo sinaeleweka. Sinaambiwa ombeaneni, si ndio? Paulo anasema mtuombee na sisi, si haina shida. Ila usitegemee. Bwana asifiwe. Paulo anasema mtuombee na sisi. Kuombewa sio shida. Hata leo tutanyanyua maombi yako pale. Sema Daudi akawaombea Israeli. Mfalme akawaombea Israeli. Isaya akawaombea. Haina shida. Roho Mtakatifu anatuombea. Yesu yuko kwa Baba akituombea. Haina shida. Yesu ni rafiki yetu akae mbinguni kutuombea kwa. Hamna shida kuombewa, lakini hapo neno ni kwamba kila mtu ni mwombaji. Usitegemee. Hilo ndio tunalopigia mstari. Usitegemee kuombewa. Huna mdomo? Andika hapo. Nataka nikusimange mimi nifunge hapo. Andika huna mdomo? Huna mdomo? Andika huna imani? Huna imani? Alafu andika neno la mwisho. Wewe ndiye unayejua shida yako. Wewe ndiye unayejua shida yako. Hivyo unaweza kuiwasilisha kwa usahihi zaidi. Wewe ndiye unayejua shida yako. Hivyo unaweza kuiwasilisha kwa usahihi zaidi. Hajasema njoni kwa niaba ya wanawake. Unasikia? Ninyi nyote. Jimbo la Magharibi, njoni. Umesoma hujasoma, njoo. Una cheo huna cheo, njoo. Una elimu huna elimu, njoo. Una mali huna mali, njoo. Umeolewa hujaolewa, njoo. Mjane sio mjane, njoo. Unaumwa huumwi, njoo. Uko juu uko chini, njoo. Unajua Kiingereza hujui, njoo. Pigia Yesu makofi. Nyote. Nyote. Sijui kwa nini mnaendaga kule. Nini? Yule ni mwombeaji mkubwa sana. Natafuta nauli niende. Naenda kule. Wakati Mathayo 6:6 amesema tulishajifunza jana, jifungie chumbani
mweleze mambo Namba 2, kana nifunge semina. Namba 2, msumbukao na kulemewa na mizigo. Msumbukao kwa herufi kubwa, hata ndogo sio mbaya, lakini kubwa. Msumbukao na kulemewa na mizigo. Usijikaze kisabuni, tambua shida ulionayo. Acha kujidanganya niko vizuri. Usijikaze kisabuni. Usiwe Farisayo. Naona. Mkisema mwaona, dhambi yenu itabaki imekaa. Usijikaze kisabuni, tambua shida ulio nayo. Nani amekwambia wenye shida ni ombaomba au walio hospitalini tu? Shida bora tumejifunza leo. Kumbe unaweza kawa kuzibuni, hujui. Anga limefungwa, hujui. Umetekwa, hujui. Shida ni nyingi. Au huna kibali, kila unapopita wewe unanuka. Kila unapopita bwana, kumbe umeshapigwa kitu. Nasikia mama, umepigwa, unanuka mpaka kwa watoto. Unashangaa umelala chumba hapa Dar es Salaam, chumba cha upande wa magharibi, unashangaa mtoto wako anaongea na mke wake, mama ametuchosha, sijui anaondoka lini. Kwa watoto umepigwa kitu, unanuka. Kanisani umepigwa kitu, unanuka. Kwenye biashara unanuka. Kwenye ukoo, kwenye jamii unanuka. Lakini ukipimwa pressure, normal, hauko normal. Bibi, mapigo ya moyo wako safi. Vidonda vya tumbo huna. Figo safi. Miguu haivimbi, hauko normal. Leo somo hili nataka wanawake watoke kule. Usijikaze kisabuni. Hana alijua shida yake. Naweza tukaandika huyo mmoja tu natosha. Wengine utawaweka wewe, Batimayo. Mimi nimeandika wengi kwenye kitabu changu. Lakini wewe ukiandika mmoja natosha. Hana. Wengine utawatunga wewe. Hana alijua shida yake. Mimi hapa nimeandika wengi. Nimeandika wakoma 10 kwenye daftari yangu. Wakoma 10 walijua shida yao. Mimi ni mkoma bwana. Mimi ni mkoma. Usipojua shida yako, huwezi ukaanza na ile ninyi nyote. Utasema wow, ndio ile semina inapita. Kuna watu wako ufalme wa shetani ndani ya hili kanisa. Ndio wao wanasema, waambie baba. Ile sentensi tu peke yake na wewe ni wa shetani. Sema baba, leo injili imewafikia, waambie dadi. Yaani ile sentensi peke yake na wewe ni wa shetani. Sababu wote wamepungukiwa na utukufu na wote wamefanya dhambi. Mkisema hamna dhambi, mwamfanya mwana wa Mungu ni muongo aliyekuja kukomboa wote. Tangu ulipoacha tu sigara, gongo, kuiba na kuchukua wake za watu na waume za watu, tangu uache hiyo, ulifikiri dhambi zimeisha? Wewe mjinga ni. Kuna dhambi za anga. Hizo amri 10 kitu kidogo niliwafundisha jana. Amri 10, amri ziko 800.
Usimsengenye jirani yako. Wewe si hunywi pombe? Hiyo hapo sasa. Wewe umeokoka, una dhambi yoyote. Usiingie nyumbani mwa Bwana mikono unalo. Amtazamaye ndugu yake kwa kusonya na kumng'ong'a ni muuaji. Tangu nizaliwe sijai kuua mtu. Umeua watu 70 wewe. Tambua. Na kama utapata neema ya kujua wewe hufai kuliko watu, jipigie makofi. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie upate hiyo neema. Yaani kuna watu wanajua mambo ya watu. Wanajua mambo ya watu na wanaongea kama vile wao hawapo duniani. Yaani wanaishi Jupiter kule, Zepak, Mercury. Wako mwezini kule. Na shetani ni mjanja sana. Anataka usijipeleleze. Anapenda sana huo mchezo. Usijipeleleze. Waluteri wa mnaimba vizuri. Chunguze ndani yangu iwe safi nia. Mungu iwe lako tambi umefunga. Ewe dhambi ni za kujuta. Ndani sio washa kwake akome kabisa, azione zake ziko nyingi, mimi sina, aende motoni. Ndio maana kila mtu kwenye Biblia aliyesema sifai Yehova ondoka mbele yangu aliinuliwa. Hapo sio kulea dhambi wala kutetea dhambi, ni kujiona bado nahitaji kwenda kiwango hadi mwenye kujitakasa na azidi. Tambua pungufu wako. Tambua dhambi zako. Tambua mahitaji yako ya kimwili na kiroho. Tambua shida yako ya ndoa. Tambua familia yako. Unapoongea watoto wa watu wako na wajua wanaokaa Dar es Salaam. Unajua Mkristo ni mtu mwenye akili nyingi sana. Takiwa aelewe mambo. Unapochambua mke wa mtu wako na mtu, unamjua kienda sokoni, huwa anaishia sokoni tu. Unapochambua mme wa mtu wako unamjua vizuri. Wao unawajua wanaume, unawasikia. Ndio maana tunaanzisha idara. Mwambie Mungu, mizigo yangu ni hii: watoto, ndoa, uchumi, maisha, ofisi, utumishi, na vileta mbele zako, mimi sifai. Ukijifanya hutaki hiyo, unamfanya aliyeandika huu mstari kuwa ni mwongo. Anaposema njoni ninyi, hakusema njoni wenye shida. Kwenye shida anajua ni wote. Usimzungue Mungu akili. Akasema nyote. Maana kwenye shida yeye anajua wote. Paka Paulo ana shida. Jamaa alikuwa akigusa watu hivi, wafu wanafufuka. Yeye mwiba umemganda. Mwana wa Mungu ikiwezekana alikuwa na shida. Warisima. Kikombe hiki, kikombe ni mzigo, kiniepuke. Tambua shida iliyopo. Bwana asifiwe. Mimi nimeandika hapa Sulemani aliona hana hekima. Mimi nimeandika ya mambo mengi tu.
Nimeandika Sulemani aliona shida yake kuongoza, hana degree, hajasoma chuo kikuu, alafu amepewa nchi. Alafu nimeandika Hana, nimeandika yule mjane aliyedhulumiwa, nimeandika Hezekia, nimeandika Martha na Maria, sema ndugu yetu walijua shida, nimeandika hapo. Bwana asifiwe. Nimeandika mwanamke aliyetokwa damu miaka mingi, hakuficha, alijua shida yake ni hiyo. Tambua, njoni kwangu, njoni. Tambua hiyo, kaenda kagusa pale. Bwana asifiwe. Namba 3, njoni kwangu, njoni kwangu, njoni kwangu. Maombi ni mwaliko. Andika, maombi ni mwaliko. Kile kitabu chenu cha dunia, nafikiri mliendesha ibada Jumapili au sijui tarehe 6 ngapi, kimeandika Mungu anatualika. Simeona kile kitabu kile, Mungu anaalika. Katika somo hili Mungu anaalika, ndio maombi ya dunia yametafsiriwa hivyo. Kwa maombi ni mwaliko, maombi ni hatua. Ngoja tumuonee tena Makera. Sasa hivi tumwite mwana maombi, au tumwite Mkristo mzuri. Mkristo mzuri. Simama pale. Huyu ni Mkristo mzuri sana. Mungu amemwandikia kumpa kipewa hichi hapa. Si mnakiona? Mungu, wale walioko mbali, Mungu amemwandikia huyu Mkristo, anasali kila jumuiya, Jumamosi, Jumapili anasali, harambee ya dayosisi anatoa vizuri. Mtu mzuri sana. Mungu amempenda sana, amemwandalia kipewa hichi hapa. Lakini huu bwana sio mwombaji. Hivi kule Sharekani kwenu hakuna watu wa bonge la Mkristo? Is very nice guy. Hata zawadi kwa wachungaji anatoa. Nini ya wachungaji hamnao? Sisi tunao wengi sana pale mjini. Na waida hiyo huwa na matumbo makubwa makubwa. Hiyo watu ambao sio wana maombi na matumbo makubwa. Sasa Mungu ameshamwandalia hii zawadi. Sasa Mungu anampenda, sababu anasaidia sana kanisa, watumishi, ufalme wa Mungu, maendeleo. Kama Kornelio alipendwa sana na Mungu siku nyingi, lakini Mungu alikuwa hajafunulia wazi mpaka alipoomba. Sasa Bwana, hii zawadi yako hii. Maombi ni miguu. Maombi ni kufikia kitu chako ambacho ni kukupumzisha, kukupa nira laini, mzigo mwepesi. Mstari wa 29 mpaka 30, sawa? Kuna kitu chako hapo, lakini huna miguu, utakifikia? Hebu anza sasa kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti. Anza kutembea kwa jina la Yesu. Naomba. Nifikie kile kitu. Mbona unataka kutaja uaskofu? Unajua mnaomba kwa akili jamani. Utaharibu semina hapo. Bwana, nimehisi kabisa. Unajua kuomba tu kawaida, usharika mzuri. Nifikie.
Nisaidie. Nisaidie. Nifikie usharika mzuri. Nifikie. Pigia Yesu makofi. Kuomba kijinga hapa. Unajua unaweza kufanya utani hivi sala ikasikiwa. Mimi nimezeeka mimi. Ni bado nipo. Na kuomba ujinga huyu. Kwani wewe mchungaji utafurahi kama ana binti yangu ukiwa pale Puma umemwalika kibiriti akaja kuhubiri ukasikia anafanya maombi, Mungu nisaidie nije Puma, utafurahi? Hamna bwana. Mambo tusio tunadanganyana bwana. Nisaidie nije Puma. Umeona mwenyekiti wa Ihanja leo hajalala nilipomtumbua. Amepiga faya usiku kucha. Askofu alirudisha. Askofu apute kauli. Askofu ashindwe. Chezea kitu wewe. Kama unafikiri mimi napenda cheo na wewe unapenda. Mungu atusaidie. Au wewe mwanamke usikie kabisa best yako mnayeuzaga sokoni pamoja, ukaenda kwake alafu kafika dirishani ukasikia anapiga sala, naomba mme wa rafiki yangu wewe wa kwangu, utakubali? Allah, kesi itafika mpaka mkuu wa kanisa. Kwa nini? Kila mtu ana mraba wake kwa miaka na mafuta. Sasa huyu jamaa, huyu mchungaji wa Ilongero kidogo aseme nifikie uaskofu. Turudi kwenye somo. Sasa unaweza kuwa mtu mzuri sana, lakini sio mwombaji. Ukiendelea mstari wa 29 na wa 30 anasema mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini, lakini iko pale. Anataka uchukue hatua, uendee huo mzigo mwepesi, alafu atoe ule mzito. Aondoe lile yoki zito na gumu linalokuumiza shingo, akupe laini, anayo, yuko pale. Tulijifunza jana, kuna vitu nafikiri Mungu amechelewa, kumbe inawezekana wewe umechelewa, aidha kutubu au kumwambia. Bwana asifiwe. Mungu anapenda kuambiwa na kukumbushwa. Andika hiyo, ni muhimu sana. Mungu anapenda kuambiwa na kukumbushwa. Mungu anapenda kuambiwa na kukumbushwa. Hata kama anajua yote. Hii ndio ajabu. Hii ndio ajabu kweli. Hata kama anajua yote, hata kama anaweza yote, hata kama anajua yote, anajua sana, na hata kama anaweza yote, lakini tabia ya Mungu ni ya ajabu sana. Anataka kuambiwa. Ajabu sana. Anataka kukumbushwa hata kama huwa hasahau. Isaya 62 mstari wa 6. Isaya 62 mstari wa 6. Enyi wenye kumkumbusha Bwana. Do you see? No. Enyi wenye kumwambia, enyi wenye kumweleza. Unafikiri Mungu ana akili anasahau? Anataka hatua. Anakufahamu kabla hujawaza. Anaelewa, lakini anataka kuambiwa. Anataka kukumbushwa.
Enyi wenye kusimama kwenye zamu, mahali palipobomoka, mkumbusheni, mwambieni. Yeye mwenyewe anasema. Bwana asifiwe. Ndio ile neno njooni kwangu. Namba 4 na ya mwisho, nitawapumzisha. Huo mzigo mwepesi, laini, nira zote ziko huko. Nitawapumzisha. Hii ni kauli ya Mungu kujiamini na kujiaminisha. Kujiamini na kujiaminisha. Mungu anajifahamu yeye ni nani. Anajifahamu vizuri. Anajifahamu vizuri. Hata siku ile ameenda pale kwa Lazaro. Anambia, kwani sikuambia tunakuja kumwamsha? Kwani hamkujua maana niliwaambia twendeni tukamwamshe. Ya kujiamini. Jiaminisha. Hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Hakuna jambo wala neno gumu la kumshinda Bwana. Hili neno ni la wakati ujao. Nita, sio nili au nina. Ni la wakati ujao. Weka dash kutoa, toa hivi kidogo, kama unatoa 2 toa 2, toa, sawa Kwenye Biblia wakati ujao maana yake ni mamlaka na uhakika. Ukiona ta kwenye Biblia wakati ujao ni uhakika na mamlaka. Wakati ujao ni uhakika na mamlaka. Naona namwambia pale, unacheka nini? Sawa. Muhula ujao mwakani, majira kama haya, nita kujia. Maria, usishangae, uweza wa Roho Mtakatifu utakao juu uta kufurika. Mwanamke na mwanaume uliohudhuria kongamano 2026 Igunga, Mungu wa Yakobo na Isaka na Ibrahimu, Baba atakutembelea, atakujilia. Simama, atakutembelea mchungaji, atakujilia mwanamama, atakutembelea mwanakwaya kwa muhuri. Sema ata. Jipige kifua. Sema ata. Haya sasa sema kile kitu chako. Sema ataniponya, ataniokoa, ataninua. Kuinua sio cheo, usiogope. Sema ataniinua, atanibariki, atanilinda. Sema mambo 70 sasa. Sasa kila kitu ni wacheulie. Sijafurahi, mimi nataka nifunge semina. Tunaanza moja. Sema hivi, nisikilize mimi. Sisi wengine kuinuliwa sio cheo. Kuinuliwa ni kuwa pamoja na Mungu. Hata kama uko chini. Unajua unaweza kupangwa mtaani lakini uko na Yehova. Kiroho umefanya nini? Sasa wewe ataniinua,
ngoja nikufundishe, bana hamfanyi ninavyotakiwa. Ataniinua, ataniponya, ataniokoa, atanibariki, atanipumzisha, atanifanya kichwa. Sema yote kwa sauti, achana na uliyekaa naye. Kwani ni mke mwenza? Achana na mwanadamu aliyekaa pembeni. 1, 2, 3. Good. Dereva, madereva hamuongei. Sema hata. Masekretari, angaza. Atanilinda, ataniokoa, atanifariji. Faraja, atanifariji. Atanibariki. Atanilinda, ataniokoa, atanishindia. Sema yote. Hii ndio fursa. Anga limeachia. Anga liko wazi dakika 4. Anga jepesi. Wachungaji, anga jepesi. Kesho tutaanza kazi sharikani. Leo tuko kwenye anga. Sahau cheo. Sahau nafasi yako. Sahau umaarufu wako. Atanilinda. Atanibariki, ataniokoa, ataniponya, ataniinua, atanishindia, atanijilia. Endelea. Sema hata hazijaisha. Atanitakasa, ataniokoa, atanishindia. Endelea. Asante Yesu. Bado dakika 1. Asante Yesu. Kanifanya kichwa, kanipaka mafuta, atanishindia, kanibariki, ataniinua, atanishindia, atanilinda, atanitetea, atanipitisha, atanipumzisha. Imetosha. Atanitunza, atanifadhili, atanitetea, ataniponya, atanishindia, ataniinua, atanibariki, ataniweka huru, atanishindia. Endelea mpaka uchoke. Bwana asifiwe. Atakufadhili, atakutetea, atakupigania. Sema Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza. Atakupigania. Endelea, usichoke bwana wewe. Siku ya mwisho hatuna somo tena. Atakupigania nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Na wapa dakika 2 za mwisho. Mungu akupe hicho ulichokiri. Mungu akupe ulichokiri mwanakwaya. Mungu akupe ulichokiri mwimbaji. Mungu akupe ulichokiri kwenye nyumba yako. Mungu wa mbinguni akupe. Wewe mama uliyekiri hicho. Wewe mchungaji ulichokiri. Wewe mtumishi hicho. Mungu akupe. Mungu akupumzishe. Mungu akujibu kadri ulivyonena, kadri ulivyoamini, kadri ulivyotamka. Asante Yesu. Pande huu Mungu akupe ulivyokiri. Upande huu Mungu akupe ulivyokiri. Atakuondolea aibu, atakuondolea fedheha, atakuondolea kuchekwa, atakupa kicheko, atakupa furaha, atakupa ujasiri, atakupa ushindi, atakupa enzi, atakupa ufalme wake. Atakupa amani, atakupa wepesi,
atakupa furaha. Kwake kuna vyote, baraka zipo, amani ipo, furaha ipo, ushindi upo, ujasiri upo, mafuta yapo, upako upo. Atakupa kibali, atakupa kibali. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Wimbo wa kuabudu tunapoenda kuombea